Nimeumia kwa sababu unajua mimi naipenda sana Simba. Na tuliwekeza nguvu kubwa sana kwenye swala zima la Simba na game ya jana. Na kila kitu tulifanya ili mradi Simba ichukue kombe. Kama 96 nipo kwenye boti jana. Napokea taarifa hizi mbili. Moja ninayo ya Simba kwamba tumekosa nini? Ubingwa kwa kuhujumiwa. Lakini nyingine napigiwa simu na bwana, unajua sasa hivi shemeji yako anaolewa. Saa 2 usiku. Ndio imefungwa saa 2 usiku. Mke wako? Wa ndoa. Kwa hiyo nilikuwa na mapigo haya mawili. Sasa imekuwaje mke wako wa ndoa ameolewa? Sheria ya dini imeweka wazi. Inapokuwa mwanamke anahitaji kujivua katika swala la ndoa, anatakiwa mwanamume ndio mwenye alioishika ndoa, mwanaume ndio mwenye kuishika ndoa. Anatakiwa aseme bwana, mimi nimekusamehe, au naacha talaka, au ninunua talaka, au jivue kwa kulipa kilichotoka. Makubaliano ya BAKWATA ilikuwa wao waniletee mimi hela yangu. Kwenye hela walioitoa wametoa 130,000. Kwa natarajia itakuja 500,000. Mimi ndio mwenye maamuzi ya kusamehe. Nimeamua kudai kwa sababu walitakiwa niambie sababu ni hii. Wangenipa bwana, sababu kubwa ambayo tunaona kwenye hili swala ni hii. Mimi ningeamua sasa hakuna sababu. Yaani mtu ni Juma unajichanga 2,000, 20,000, 30,000, laki, 200,000, 300,000, 500,000, afu unaenda kusema bwana mimi sitaki zinaa, naeka ndani. Linakuja swala unaambiwa hapo faini inabidi uchukue. Na chanzo kikubwa ni kitu gani ambacho kilifanya nyinyi mpaka mfikie huko? Hamna. Mimi kwenye maelezo yake alisema mtu wake alisafiri wa zamani. Kwa baada ya kusafiri akasema nikirudi tutaoana. Yule bwana akapata taarifa akafa na ajali. Kama anaisikia interview atasema. Sema bwana huyu mtu kafana nini? Ajali. Kwa hayo maswali aliniambia yeye. Lakini baada ya miezi mitatu sasa mlikuwa bado ni wachumba. Ndoa. Ni ndoa tayari. Hiyo hakuna uchumba hapo. Hiyo mwanzo mwisho mtu ameolewa ndoa. Kwa hiyo umemuoa lakini kwa makubaliano kwamba akirudi yule. Wewe mbona uniulizi ni mtu wa wapi? Ni mtu wa wapi? Wewe mbona uniulizi ni mtu wa wapi? Ni Singida. Kondoa ni Singida. Singida moja hiyo. Singida moja. Sasa yule amenidanganya. Yule ameniambia ni mtu wa Tanga. Kumbe nyumbani. Sijui umenielewa vizuri. Nakuja kujua sio nyumbani, Singida. Sasa na wewe ulienda kuoa wapi? Kwa sababu wakati unamuoa si lazima muende kwao. Juma umevoka kwenye interview unajua hichi kipengele kitu unachokitaka wewe. Lakini lengo ilikuwa ni kwa nini tumepoteza jana? Niulize swali lingine umesemaje? Yaani ni kwamba kwa sababu umeamua kutuweka wazi. Uliwezaje sasa kumuoa kwamba uliambiwa ni mtu wa Singida lakini ndoa uliambiwa ni mtu wa Tanga lakini kumbe ni mtu wa Singida, ndoa mlifungia wapi? Unajua kuna wanaume hawajui kuzungumza. Wanajua kufanya vitendo. Bwana huyu amesema anahitaji. Sio nipata vizuri. Mimi nauliza maswali yangu haya. Umeishia juzu ya ngapi? Familia yako ikoje? Na wewe ni mtu wa wapi? Hapa kigezo cha msingi. Wewe umetokea wapi? Enzi za mitume walikuwa wanaangalia sana mwanamke bikra na mwenye dini. Sasa hivi hizo enzi hatuna. Enzi bikra ngumu. Labda sikio. Bro, Juma nisikilize. Hakuna kitu kibaya kama muda. Muda ni kitu kimoja kibaya sana. Yaani mtu akikupotezea muda amekupotezea wakati. Mimi nilioa muda wa wikizi. Yaani processes za ndoa zimefanyika wikizi. Ndoa imefungwa mara hizi. Sasa anakuambia mimi sikutaki au bwana mimi nipe talaka yangu. Sababu ikuja kuchunguza ni kwamba yule kapata nani? Yule mwenzake hakufa. Yule nilikwambia kapata ajali. Yule akupata ajali bwana baada ya kupona akaenda kwao akasema mwenzangu nasikia binti kaolewa, akaambiwa yule binti akaumba bwana akarudi nyumbani. Kwani wewe umeishi naye kwa muda gani? Miezi 4. Miezi 4. Kwa ndoa imedumu ndani ya miezi 4 Bi Juma. Usipeleleze tofauti. Miezi 4. Na talaka umetoa? Hamna. Huyo anatakiwa ajivue. Mimi si ndo mwenye maamuzi.
Sasa basi wewe kama wewe sasa ni kitu gani ambacho umekiamua ambacho unatamani kifanyike sasa? Sasa hivi kwenye hili umeamua kusamehe au unadai chako? Mimi nisamehe hela yangu. Basi. Hilo ndio. Hutaki mke tena? Kwa nini? Ukichanganya na maumivu ya Simba kukosa ujuzi. Viongozi hilo ndio lanuma kuliko mke. Yaani hilo linaniuma. Bora angeelewa tukashinda. Mimi ningefurahi. Lakini tumefungwa na kule nimekosa. Dijuma inauma sana. Ujumbe gani sasa unawatumia popote pale walipo ambapo jambo hilo wameamua kulifanya? Kwanza ukianza na mke wako ambaye aliyekuwa mke wako, unamwambia nini? Mimi najua hii interview ataiona kwa sababu hii channel ni kubwa. Sawa Wanatenda dhambi. Na huyu binti tu ajiweke wazi kwamba anaitwa Zainab Ali Mwangia. Ndoa imefungwa jana Jumapili Kisemvule. Ndiko nakokaa. Yeye ametoka hapo, wameenda kufunga ndoa Mbagala. Taarifa zao zote ninazo. Sasa wao wamesema huyu jamaa ili tumkimbie ifungwe ndoa siku ya mechi. Kwa sababu huyu jamaa ni mpenzi wa mechi, ataenda. Umeondoka wazio kama nimeondoka huko, jambo linafanyika. Wallahi nakwambia jana, mimi unajua Muislamu aliyosoma hapi ujinga. Jana taarifa unazo. Zote ziko hapa. Bwana kunafanyika 1 2 3. Bwana swala linaenda 1 2 3. Alafu wao walichokikosea wao watakiwa waniite kistaarabu. Wana Simba 96 1 2 3 4 5 6. Jambo hili limalize. Kwa hiyo wananisubiri mimi sipo, wanafanya jambo lao. Sasa unakuja kujua, yani hamna kitu kilichoniuma Dijuma kama muda. Unapoteza muda wako. Ujue muda ni kitu kimoja kikubwa sana. Ungekuwa na mtu ambaye ni sahihi. Tukikuwa unajua maisha ni kutafuta. Sasa mwanamke anaingia kwenye ndoa na siku hizi 2 anauliza unamiliki nini na nini? Mimi kiofisi changu hiki hapa hiki. Basi cha saluni. Nikamwambia nina kiofisi hiki tena nimewekewa. Amekuja kujua taarifa huyu bwana anazo 3. Ndio inakaribia kufanyaje? Kuteketea. Lakini mimi huwa naficha. Yaani sio kila kitu uulize. Alafu unajua hamna kitu kilichoniuma. Juma, najua wewe umekuja hapa kwa lengo la Simba, lakini umechokonoa jana baada ya kukwambia bwana kuna juzi siji kukwambia 1 2 3 twende. Lakini hakuna kitu kilichoniuma mimi kama kufichana. Unajua mimi watu wa Singida tofauti. Juma ungejua kama ni wa Singida usingeoa. Singeoa. Sasa umempenda sasa. Hata nimpende vipi? Kwa nini Singida huwezi? Wewe uone mitandaoni wanasemwa vipi? Sio wote. Wasije kanikosesha, sio wote. Ila 100%, 89%. Singida sio. Kujua. Wale mimi ningejua ni kabila hilo nisingeoa. Sasa wale kanitega kaambia mimi mtu wa Tanga. Sio kama Watanga hawapo, ila wanajiheshimu. Sio hamna kama wachafu wapo, ila wanajiheshimu wengine. Kwa kila neno lako sasa unamwambia nini aliyekuwa mke wako pamoja na mume wake ambaye amemwoa sasa hivi, au wazazi wake au watu ambao walishika dhamana wakati mnafunga ndoa? Kisheria unawaambia ni nini ambacho kinafuata? Kwa sababu sisi kama waandishi wa habari ni lazima tu balance story. Tutatoka hapa, tutamfuata mama na tutazungumza naye tuweze kujua pengine na yeye upande wake anazungumziaje tuhuma hizi. Hana upande zaidi. Hivi ndoa ina mwaka haijaisha mwaka, mwezi wa 4 mwaka jana. Imekatika mwezi wa 7 mwaka huu. Yaani mwaka huu akifikisha mwezi wa 7 ndio inatakiwa mwaka. Mwezi wa 7 si bado? Ndani ya mwaka mmoja kabla ya mwaka mmoja kaolewa mara 2. Yaani mimi na huyo mwingine akaja kwenda kuoa. Kwa walivyotoa ile hela na yule shehe wao Bakwata ule, sijui kasomea wapi yule shehe, sijui anajiita nani. Yeye alitakiwa alivyoniita mimi, alitakiwa niambie bwana watu alizao sio nzuri. Kuna 1 2 3. Hapa kuna 1 2 3.
Malizana. Shekhe akamwambia hivi, huyu jamaa mlipeni 800,000. Nikamwambia 800,000 hawana. Shekhe Dimoso ananisikia. Aliambiwa hivi, mlipeni huyu mtu 800,000. Kama akasema 2,000,000, mlipeni 800,000. Amna. Nikamwambia hawa hela hawana. Wanipe 5 tu. Wanatoa 130,000. Hiyo nyingine kwa wapi? Huu mwezi sasa na wiki. Mwezi tangu umetoa ile hela. Maamuzi yako ni yapi sasa? Maamuzi kwenye nini Dijuma? Kwenye hili swala au kwenye Simba jana nilivyofungwa? Maana naona unanichokonoa sehemu nyingi. Hapo umefungwa, tumeshamaliza. Maamuzi yako kwa mke wako sasa, unafuata mke wako au maamuzi yako wapi? Hatujajua wapi mpaka sasa upo. Maamuzi ni kufocus na maisha mengine. Yaani umeshamsamehe? Sijasamehe, nataka hela. Dini ndio yaani wao watafanya kwenye dini. Yaani mimi nasimamia kwenye sheria yangu, waniletee changu. Kama umeona ni sahihi walivyolifanya, basi Mungu ndo ataamua kwenye dini. Ila mimi wasipoleta haina shida, lakini sasa mimi bado sijasamehe. Kwa hata huyo jamaa aliyefanya hilo tukio lake hajui, najua atajua kwa sababu hii inaenda sana, najua itamfikia. Itamfikia tu. Maana hata wewe jana umenichokonoa ndugu yangu, 1 2 3 tunafanyaje? Nikamwambia wewe utakaje bwana, nakuja. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi nimeumia kwenye sekta. Basi ongea na huyo jamaa leo, kama alikuwa hajui amwache tu. Hamna mtu pale. Tishu nyeupe kabisa. Tishu. Achane naye. Wakifikisha mwaka na kunya hapa na Gongo la Mboto, wewe isiipo hapa. Dijuma. Tatunza hii. Na itunze hiyo. Nitakuambia bwana mimi kule nimeweka wapelelezi wangu. Mwaka utakuwa masala. Pengine wewe ndio una shida. Pengine wewe ndio una shida. Haina shida, mimi sijijui. Hamna mtu ambaye ana shida. Kwanza Dijuma, hebu tuende kwenye mpira. Wewe unajua unaona umegati. Unatupa ruksa tuende upande wa pili tukamuulize. Haina shida. Hilo halina shida. Mimi juzi Biladi alipiga simu. Huyo mwenzake yule mwingine yule mdogo yule. Kuna interview tushie kufanya mimi na yeye. Unajua mimi taarifa nyingi wanazifikia kwa sababu mimi ni mtu wapi? Wa mtandaoni. Huwa baadhi ya vitu vyangu naweka sana siri, lakini vitu vingi huwa na post. Kwa hata yeye alivyoona nataka kuja, nikamwambia bwana mimi sipo. Kwa hiyo Dijuma, wewe mimi ninachokushauri hii hifadhi. Basi sisi tutahifadhi, lakini kwa kumalizia sasa, hali ikoje mtaani kwa sasa? Simba mmepoteza ubingwa, lakini ukiachana kupoteza ubingwa, watani wenu wa jadi wako mtaani, wako kila kona. Hali ikoje kwa upande wako? Hapa nimekuja kwa heshima yako, lakini ningejificha. Kwa sababu kuna mzee anaitwa Mzee Chale yuko hapa nyuma hapa. Anakunya sana maneno. Yaani hapa akinikuta hapa nimeisha. Ashakununulia Moex 6 alivyonifunga goli, alivyoshita goli 5. Alinichukulia Moex 5. Chukua dukani hapa Moex. Nataka niue. Kwa hiyo hapa haniwezi kunikuta, maneno ni mengi. Lakini Dijuma, jana sisi tumehujumiwa. Lakini mmeshapoteza, hizo hujuma imebaki ni story. Tunaandaa kamati ya kwenda kuchunguza CAF. Sijakuelewa. Tunaandaa kamati ya kwenda kuichunguza CAF. Kwa sababu CAF, rais wa CAF ndio mwenye hii timu anashirikiana nayo. Marefu hao wameonekana kwenye vyumba vya viongozi wa Berkane. Wamefuata nini kule? Wanapongezana mikono, wanafuata nini kule? Au klipo wewe uingie. Taarifa zote sisi tunazo. Sasa kitu alichokifanya, yani ningekuwa mimi ndio naimiliki Simba, ningekuwa siwezi kwenda kushiriki kwenye mashindano. Hakuna maana sasa ya kushiriki. CAF ichunguzwe. Tunawaambia rais wa FIFA. Tutapeleka taarifa. Bana, hatuendi hapa sasa. Tunaenda kwa rais wa FIFA. Tunaandika barua. Haya yanayofanyika sio sahihi. Tanzania au Afrika Mashariki na Kati, lini tutabeba ile kombe kuweka kama historia? Kwa sababu wanaweka kwenye vitabu, wao wanaogopa kuingia kwenye kitabu. Sisi na sisi tunatakiwa tuingie kwenye kitabu cha sisi tumebeba ubingwa wa Afrika. Haijalishi ni klabu bingwa, haijalishi ni shirikisho. Ni hasira hizo. Hizo ni hasira Dijuma, mimi naongea 96 nimeumia. 96 imekosa ubingwa, imepoteza mke. Roho yangu na mchumba. Dijuma, mimi nimekuelewa ndugu yangu. Hilo barua itakayopoenda nitakwambia.
Mimi nitampigia simu Ahmed Ally. Sawa sawa. Kwa bwana, sasa hivi barua ishafika. Lazima hawa yani tuwanyooshe. Bila hivyo tutakuwa tunashiriki tu. Lakini hamna kitu kinachoendelea. Focus yenu ni tarehe 15 sasa. Wamesema wachezi. Watacheza. Sema wachezi. Watacheza. Tarehe 15 lazima wataingia uwanjani. Sasa hapo tukikosa na hapo inabidi njivue kwanza kwenye kushabikia, kwa sababu mimi na pressure. Inabidi njivue, lakini kwenye tarehe 15 atoki mtu. Hiyo ishike hiyo. Tarehe 15 atoki mtu. Akitoka atoke nani? Yanga. Mchezaji anamtegemea yupo. Faisal, hivi nikupe za ndani. Jana Faisal alimpigia mshikaji wangu mmoja anaitwa Modric. Akamuuliza, bwana umesha saini Simba? Akamwambia, bwana hayo ukija tutazungumza. Wewe unahisi kuna nini hapa? Yanazungumzika. Hicho ndicho anacho hawa utopolo, hicho ndicho anachokiuma, kinachowauma. Ila ukweli ni kwamba kila kitu kipo. Msimu usuni tu unamuona hapo mtu mzima yupo kwenye namba 10 anawasumbua. Mimi bana nikushukuru sana. Lakini nikupe pole kwa sababu umepoteza ubingwa, lakini ukiachana kupoteza ubingwa, mke naye huko wakati uko kwenye shamla za kwenda kupambania klabu yako, lakini umepoteza mke pia. Na mke kapolwa, ameondoka. Lakini swala la mke bana, sisi kama Sullivan TV na Djuma TV tutahakikisha tunapata na upande wa pili. Pengine tatizo yapo kwako bana. Amuoni yule. Kwanza hawezi kukubali. Yule hawezi kukubali kuhojiwa. Basi mnamjua. Mkitaka location yake yuko wapi, sehemu gani, na wapa. Hata hapo walipo. Lakini hawezi kukubali. Ila taarifa unazo. Taarifa zote ninazo. Nitakualika naenda kuoa India. Unasemaje? Naenda kuoa India. 96 unaoa India. Naenda kuoa India. Bongo utaki tena? Hapana. Hii ndoa ya 16. Ndoa ya 16. Menzidi hadi Haji Manara. Sasa yule Haji Manara yule haoi, yule anafuta kiki. Yule umeoa. Mimi naoa, yule haoi, yule anafuta kiki. Sasa Djuma, mimi nikuuliza swali. 16 ndoa. Haji Manara swala sio Haji Manara, mzungu. Mzungu ana kigezo gani cha kuoa? Ni mwanaume. Umemuona? Ni mwanaume bana. Sawa, wewe umemuona? Yaani nimemuonaje? Wewe wanaume. Nenda kamhoji vizuri. Kwa nini wanakimbia wake zake? Kwa nini wanakimbia? Labda pengine maelewano. Hakuna cha maelewano. Wanawake wakienda pale wanachukua hela zao, wanaweka ndani, wanaondoka. Kwa sababu mwanamke ana sifa yake moja kubwa tu, anataka mapenzi ya dhati. Tuishie hapo. Labda wito wako sasa kwa mashabiki wa Simba kwa kipindi hiki ambacho vugu ni kali kweli kweli, unawashauri nini? Mimi mashabiki wa Simba cha kuwashauri kikubwa tusikate tamaa katika mashindano ya kimataifa, lakini kwa sababu viongozi wetu wako imara, tunawaomba nao kama viongozi, sisi kama wana Simba yanapotokea makosa madogo kama haya, wanatakiwa sisi, ili tuendelee kuweka nguvu katika timu yetu, wanatakiwa ongea na sisi vizuri, kwa sababu kuna kauli nao wanakuwa za chini hawazungumzi. Kwa mimi nawaomba mashabiki wa Simba tupunguze munkari, tupunguze pressure. Mimi naamini mwakani tutafanya vizuri. Mimi nikushukuru sana. Haina shida Djuma. Tuko pamoja. Na mtazamaji wa Djuma TV pamoja na Sullivan TV, tulikuwa na namba 96 hapa, imeongea ukweli mtupu kwamba yeye amepata mapigo mawili. Amepoteza ubingwa kwa klabu yake ya Simba Sports Club, lakini pia huku nyuma wakati anapambania timu yake iweze kupata ubingwa, ameporwa mke. Na sisi kama Sullivan TV na Djuma TV tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa zile update zote ambazo tutakuwa tunazipata mtaani. Tuko hapa maeneo ya Mwenda Pole na tutahakikisha tunaendelea kufuatilia tukio lote mpaka tujue nini hasa mpaka mwanamke kaporwa na nini kimetokea. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha. Endelea kufuatilia Djuma TV pamoja na Sullivan TV.